nini ndio tuweze kuiona. Kufikia sasa Wakenya hawajaona plani ya Kenya Kwanza. Alafu tumpe sisi plani yetu afanyie nini? Afanyie nini? Aipeleke wapi? Ni plan ngapi baba amempa Ruto? Ni ngapi amempa Ruto? Mingi. Amemwambia wacha kutoza Wakenya ushuru wa juu. Alichukua hiyo plan ama alikataa? Tulimwambia ya kwamba wakati huu Wakenya wako na shida kubwa sana. Huwezi kutuwekea huu mradi wa housing wakati huu kwa sababu hatuna hizo fedha. Alikubali ama alikataa? Baba alimwambia ashukishe bei ya unga. Watu wa jamii ya Mulembe kama mimi tunaumia, hata longi siku hizi hazitutoshi. Alikubali hiyo plan ama alikataa? Ruto, ni plan gani ingine unataka kama hizo ambazo baba amekupatia wewe umekataa kufuata? Si ndio? Nataka nyinyi mjipange vizuri, kwa sababu hao jamaa ni kama wale kobe walijipata juu ya post, hajui afanye nini. Kina mama, nimeona kiongozi wa vijana hapa. Kiongozi wa vijana, mumeona hali alivyo, si ndio? Kumaanisha kuna kazi inaendelea. Kazi inaendelea. Kama iwapo yule alifanya ile kazi angekuwa kama Ruto, huyo msichana angekuwa anakaa hivi kweli? Kazi hakuna, unapanda juu lakini hauwezi kazi. Ingekuwa inakaa hivyo kweli? Sasa tunataka kumwambia Ruto, kazi imekushinda na wao wenyewe wameshaona dalili ya kwamba wanaenda nyumbani. Si ndio? Mna watch ball hapa nyinyi, mnaangaliaga mpira. Kuna AFCON inaendelea, si ndio? Ukiona kikosi dakika ya 20 ijafika wameanza kufanya substitution, sinamaanisha mambo yamekuwa ngumu. Wao wenyewe wa Kenya Kwanza wa Mlima Kenya wenyewe wamesema huyu Gachagua kweli baba hakukosea kumuita Gashetha. Huyu mtu uvundo wake na sisi tunausikia. Huyu tukienda na yeye 2027 tutaanguka. Mumesikia wakisema hawajasema? Sasa sisi tunataka tujipange na tunawaambia muweke Gachagua, muweke Waiguru, muweke Ndindi Nyoro. Kichwa cha samaki kishaoza, mwili mzima utaoza. Na Ruto afanye nini? Yeye 2027 tunampeleka wapi? Nyumbani. Asanteni sana. Wacha nitambue viongozi walioko hapa. Kuna kiongozi wa vijana wa kitaifa wa chama cha ODM, anaitwa rais wa Youth League, Bwana John Mark Ketora. Huyu anaondokea kaunti ya Kajiado. Mpigie makofi. Haya, nani mwingine tumekuja naye kutoka makao makuu ya chama? Huyu ndugu yangu hapa, simama mheshimiwa executive director. Anaitwa Oduoro Ngwen kutoka kaunti ya Siaya. Huyu ndio OCS wa Chungwa House. Haya, tuko na vijana wa MDD. Mnajua MDD? Wale walikuwa wanatusaidia kusukuma maandamano. Yule anaitwa John Mukoya kutoka kaunti ya Kakamega. Na yule mwingine pia ni wa MDD, anatoka kaunti ya Homa Bay. Amekuja kuwasalimia na yeye. Mheshimiwa Ketora, nusu dakika. Asante sana SG. Unajua kwa kweli unapenda vijana. ODM. Taita Taveta mko? Tunashukuru sana. Mimi ndio Ole Ketora, rais wa vijana wa chama cha chungwa cha ODM. Mnajua mnanifahamu sana kwa sababu nimekuwa nikikuja hapa mara mingi sana, si ndio? Napenda kitu ambacho ilifanyika hapa. And this is as a party. Tunachukua hiyo kama mfano. Nikiona mama Anisa, nikiona Patricia wakiwa nominated, hiyo inatupea nguvu. Kwa sababu they are directly within the structures of the party. Na mimi nataka kuambia vijana, the reason mulisikia bodi ya ODM ilivunjwa election ni kwa sababu kuna mambo ambayo sisi vijana wa ODM hatukufurahia. Kuna, as long as you are a youth leader of a county, unaongoza vijana wengi sana. A youth leader of a constituency, a youth leader of a ward. Sisi tunasema ukisimama kiti chochote unafaa kupata direct ticket. Ukweli ama kweli? Especially our youth leaders at the county level. Na wakati wa nomination ikifika, kama hujasimama kiti, basi utapata tiketi. We need to reward the work that you do. Ya mwisho kabisa, sisi kama vijana wa taifa ya Kenya
katika ODM, chama chetu ambacho tunakienzi, kipenzi chetu cha ODM. Rais wetu 2027 ni nani? Amolo Odinga. Baba power. Nikisema baba mnasema power. Baba. Tumemaliza. Asanteni sana. Asante sana. Nataka kumtambua kijana wenu wa nyumbani hapa, Bwana Richard Tairo, ambaye alikuwa ni kamishna kwa ile NEB ilikuwepo na alifanya kazi nzuri. Baba akasema hata hii komiti ya sasa ya coordinating abaki akiwa pale ndani. Asante sana. Haya, nataka nimuombe naibu wa kiongozi wa walio wengi ndani ya bunge. Njoo. Utasimama hapa ndugu yangu hapa juu. Wote ambao ni MCAs wetu elected and nominated utawapatia kipaza sauti wakiwa hapa. Baba amewaruhusu waseme tu jina na eneo ambalo wanawakilisha, kisha wewe tutakupa dakika 2 uzungumze. So niitie MCAs wote tafadhali. Utatumia mic 2, moja yako, nyingine yao. Asante sana. Asante sana SG wetu kwa baba na uongozi wote tukiuheshimu. Ma MCAs wa Taita na Taveta County, naomba mkuje mbele hapa tafadhali. Naomba mkuje hapa mbele ili mseme jina na mahali unawakilisha. Naona naongozwa na dada yangu Patricia. Congratulations. Kupitia kwa baba, waheshimiwa wote ODM. Kwa majina ni Mheshimiwa Nancy Mvoi Mwakio, natoka Bura Ward, Mwaktao. Asanteni. Majina ni Patricia Mwashigadi, ukipenda nite Lioness. Mimi nawakilisha vijana katika bunge letu la county na pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya vijana na michezo. Asante. Kupitia kwa baba na itifaki zote zikizingatiwa. ODM. Kwa majina naitwa Steven Zai Mkala na nawakilisha wananchi wa Marungu. Asanteni sana. Narudia tena, majina yangu naitwa Mheshimiwa Anisa Hope Sanguli Mwakio, Special Elected MCA, nawakilisha Taita Taveta yote, na pale kwa neema Mungu pale bungeni ni chairman wa Lands and Wildlife Human Conflict Resolution. Asanteni sana. ODM. Kwa majina ni Jimmy Mwandembe Mwamidi aka Jeshi la Mizinga, Mazingira na Maendeleo. ODM. Nawakilisha eneo bunge la Wundanyi Mbale. Mimi ndio MCA pale, na ningeomba ndugu yangu Sifuna, sisi ma MCA wakati wote tunajisikia kudharauliwa sana, tunanyimwa nafasi. Baba, tunakuomba kabla hujarudi ukipata hata dakika 5 tusikize, takuelezea yaliyoko mashinani. Yaani yaliyoko mashinani sisi ndo tunashinda na wananchi. Taita Taveta kuna only 5 elected MCA out of 20 seats. Now hawa 5 peke yake kama hawatapewa nafasi, hakuna mbunge, hakuna women rep, hakuna chochote hapo katikati. Tunajua hizo shida zaidi, na tukipewa nafasi baba tutakuelezea. Asanteni sana. Jeshi ODM. ODM hoye. ODM tibim. ODM tialala. Jina langu ni Mwalimu Lawrence Mwanjala Mzuga na aka Orengo. Nakumbushwa hapa, mimi ni mwakilishi wa wadi ya Mbololo na ni mdogo wa walio wengi bungeni la Taita Taveta. Mimi sitakuwa na mengi ya kuongea, manake na mheshimu SG na wale viongozi wako hapa na wakubwa wangu. Nataka kusema jambo moja tu peke yake, kwamba Taita Taveta tumekuwa tukipigia baba 70% na kuendelea kura kwa miaka yote ile tangu 2005. Tungangana kwamba baba akue president. Lakini SG this time round tunaongea tukisema kwamba tuko na MCAs 5 peke yake.
nataka nikuelezee mahali shida iko. Shida ya ODM Taita Taveta ni kwamba yale maswala tunadili nayo hapa mashinani yanabadilishwa huko juu, tunaletewa uamuzi kutoka juu ukija chini. So naomba bwana SG, mwaka huu, wakati huu 2027, yale ambayo tutaamua hapa chini tukiwa na kamati yetu hapa, tafadhali myatekeleze vile alivyo, manake the wearer of the shoe knows where it pinches. Hii story ya kupigiwa simu na watu fulani na fulani na fulani alafu mnaamua, sisi tumeikataa. Tumeikataa kabisa. Ni kwamba ni sisi tuamue tuwalete huko juu. Asante sana, Mungu akubariki bwana. Asante sana waheshimiwa wote, wameenda kwa muda mzuri. Mheshimiwa ukuu, ukifuatilia breaking news ya chama cha ODM, hicho kilio baba alikuwa amekisikia kitambo. Mwezi uliopita baba alipelekea kuvunjwa kwa ile bodi ilikuwa pale, na akasema chaguzi zote za chama, iwe ni za officials ama za candidates, zitasimamiwa na watu katika kaunti wenyewe. Pigia baba makofi. Hiyo kilio tayari baba alisikia na akamaliza. Nataka tuwajulishe kwa wageni walioko hapa. Nianze na speaker wa County Assembly ya Kilifi, Mheshimiwa Teddy Mwambire. Njoo. Kuna MCA nimesahau, MCAs wa kutoka county zingine. Poleni sana waheshimiwa. Njooni tu mjitambulishe hapa kwa dakika moja kabla sijamuita speaker. ODM, itifaki zote zikizingatiwa. Mimi kwa majina naitwa Betty Kache, natokea maeneo ya Kilifi, nikiwa katika bunge na wakilisha vijana, na ningelitaka kutoa challenge kwa vijana wa Taita. Sisi tayari tuko nambari 13, nyinyi mko 16. Kwa hivyo SG mkurudi tena, sisi tuko pale kwenye kilele. Kwa hayo mengi machache, ODM muwe na siku njema. Asante sana. Mpe mwenzako. ODM. ODM. Asante. Kwa majina mimi naitwa Eric Augo. Mimi ni diwani mteuliwa na chama kikubwa zaidi, chama cha ODM. Ninasimamia masuala ya vijana katika kule bunge la Homa Bay. Asanteni. Asante sana. Haya, Mheshimiwa Speaker. Taita Taveta ODM. ODM. Baba na naibu kinara wa chama, gavana, naibu gavana, viongozi wote akiwemo rafiki yangu senator. Okay. Itifaki zote zikitambuliwa, kama mlivyoambiwa, naitwa Teddy Mwambire. La kwanza baba ni kukushukuru sisi watu wa Pwani kutupatia ndugu yetu Richard Tairo kuwa katika kile kilele pale juu kusimamia masuala ya uchaguzi. Asante sana. Kwa sababu Pwani ni ngome yako, na umeona ndugu yetu alifanya kazi nzuri, kumwacha pale ilikuwa ni bora zaidi. Ama mnasemaje ndugu zangu? Sisi watu wa Pwani tuna furaha sana. Pili, nimekuja hapa kuja kusikiza baba vile atasema kuhusu Taita Taveta. Nimesikia yenu, lakini ningependa nimwambie kwamba sisi madhumuni yetu kama wa Pwani, hatusemi kwamba jukumu letu tutaka kusuluhisha masuala ya ODM ni kusajili wale ambao wamefikia miaka 18 saa hii. Tutawasajili, na pia wale ambao walikuwa wamehama ama wako vyama vingine tunataka tuwapokee waingie kwa chama ili tuende pamoja sawa sawa. Si ni sawa hii? Pili, tunataka tuangalie vizuri, kwa sababu ukiangalia katika takrimu ambazo zimetolewa na SG hapa, zimeonyesha wazi kwamba tulikuwa tunastahili kukosa viti kwa sababu wanachama walikuwa wachache na wakawa na udanganyifu, si ndio? Tunataka watu ambao wana msimamo wa chama. Kwa hivyo tujipange vizuri ili uchaguzi ujao kuwa hakuna mazungumzo yoyote. Na rafiki yangu gavana ametoka kidogo, lakini kuna rafiki zake hapa. Mwambieni rafiki yako Teddy amesema ule inaweza kuwa rahisi akiingia ODM, lakini hakuna mahali popote hata akisimama hapa kama yuko ODM hatutamtambua. Kwa hivyo namkaribisha, najua shida ilipotokea alikuwa rafiki yangu wa karibu, tulisuluhisha. Baba anajua, arudi kwa chama, tufanye kazi vizuri. Asante. Asante sana.
Taita Taveta, nataka niwape kazi rahisi sana. Nataka mzungumze direct na William Ruto, kwa sababu yuko kule Meru, amezomewa na wananchi kwa sababu kazi imemshinda. Anasema ati ni nyinyi wana ODM mmetuma watu Meru. Jameni, sisi tuko hapa Taita Taveta na baba, wewe unazomewa kwa sababu kazi imekushinda. Mwambieni Taita Taveta, kazi ikikushinda unashuka. Zakayo ashuke asishuke? Zakayo ashuke asishuke? Kazi imemshinda haijamshinda? Awachie wataalam kina baba waendeshe nchi hapa. Asante sana. Haya, nataka kumkaribisha, tunaenda kitengo cha wabunge. Mheshimiwa Justus Kizito kutoka Kakamega, dakika 2 tafadhali. Haya. ODM. Tuko tayari? Unasema ODM bwana. Tuko tayari? Asante sana. Sasa hii ni sauti ya mkoa wa Magharibi kwa Waluya na wale wengine Wateso. Nimekuja hapa kujua tu mambo ya hapa, kuja kupeleka ushahidi wangu hapa, nione kwanza nikienda huko kwetu Western Region niwaambie nini kinafanyika. Kwanza kabisa nataka kuambia kule sisi tunashirikiana na Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mmemwona? Deputy party leader. Amenyorosha huko mambo ni ODM. Alafu wanasema rais 2027 ni Raila Amolo Odinga. Na hapa mnasema aje? Jambo ambalo nimeona hapa ni hili, nataka kuuliza nyinyi wananchi. Naona kuna shida hapa. Mbona Raila Amolo Odinga anapata 78% ya urais? Na hatuna MCA wa kutosha, hatuna governor, hatuna wabunge wa kutosha. ACG, lazima hapa tuangalie kuna kitu hapa. Kuna jambo hapa ambalo mjesema. Na mnajua nyinyi ndio mbwakali wa chama. Kama kuna shida mseme. Kama kuna mtu anawasumbua mseme ni huyu, tuweze kumnyorosha mara moja. Alafu ya mwisho, na hii naambia Wakenya wote ambao wako katika ndani ya ODM. Kama ODM ilikupigia kura, ukawa gavana, ukawa kitu chochote cha kuelektiwa, na wewe ufuati maagizo na itikadi za chama na sera za chama pia, useme mapema, na kama utaki useme mapema, uondoke mapema ili tujipange. Alafu nasikia wengine wanasema sisi tunafanya makosa kusema Raila kuwe rais. Hii ni ODM, tunajipanga sisi wenyewe. Na Kakamega na Western Region tunasema rais wetu ata 2027 tumemwamrisha, na nisikie pia Mombasa wakisema kama sisi tumemwamrisha Raila Amolo Odinga kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya 2027. Asante. Haya, twende kwenye jimbo la Nairobi. Niko na ndugu yangu hapa, mbunge wa Mathare, anaitwa Anthony Oluoch. Aje azungumze na delegates wa Taita Taveta kwa dakika 2. Asante sana mheshimiwa kwa kuja. Asante sana kwa baba Raila Amolo Odinga. Wana Taveta na Voi oe. ODM. Hapana, mnasikia njaa? Nitoe niongeze kwa SG ile mfuko? Niongeze SG ile yake? ODM. Bas, hivyo ndio tunajua kwamba baba ako na jeshi yake hapa Taita Taveta, si ndio? Mimi ni jeshi ya baba hapo Nairobi. Nimekuja kuangalia nini munafanya Taita na Voi na Pwani. Tuende tuone kama Nairobi tunaongeza majira zaidi ya yenyu ile iko hapa. Mimi niko na mambo mawili peke yake. Institutions zote za nchi hii zimeanguka chini, na huyu aliyechukua Biblia akasema atazilinda hizi institution amekuwa wa kwanza kuzila hizo institution. Mimi nataka kuconfirm what baba was saying. I was following what he was saying in Malindi and Lamu. I can assure you, kuanzia bungeni
imemezwa, it is taken, it is under the control of the executive William Ruto. I can confirm that. Juzi judiciary tumesimama na baba akiwa mbele, tukasema independence ya judiciary lazima isimamiwe. Sasa wameenda State House, wamepewa fedha, wamepewa gari, wamepewa miradi. Swali ni hii, walimpa Ruto nini huko State House? Si ndio? Ya mwisho, zile institutions zimebaki, zile mimi ninajua ni institution mbili. Institution ya kwanza ni za vyama, ikiwa ODM iko mbele hapo ndani yake. Munanisikia? So we want to tell this government, the money that you are holding as taxpayers money, you hold it in trust. Pesa bilioni 5 ile unao ODM, it is not a favor. Hiyo pesa ni ya hao wanachama wa Taita, wa Mombasa, wa Nairobi na kila mahali. Nikimalizia nikae chini. Liliwaambia all institutions have been captured. The only institution that I know that is remaining standing, that Kenyans must remain steadfast behind, is the institution of Raila Amolo Odinga. Thank you. Asante sana. Sauti ya Nairobi hiyo. Tunataka sasa tuende kule Kilifi. Mama letu, mama lao, mama G. Hey. Karibu sana. Asante SG. Baba Raila Amolo Odinga, mimi niko nyumbani. Ukiona mimi ndo nimekufuata hapa, hawa ni wajomba zangu, dada zangu na anti zangu. Hello? Mimi mamangu anaitwa Rose Mgoi. Ni wenu si wenu? Ni wenu si wenu? Na nimesoma hapa Buragaz kwa miaka 4, form 1 mpaka form 4. Mimi ni mtoto wa baba Raila Amolo Odinga. Ukisikia toto la baba kutoka Kilifi, ni mimi Mbeyu Mwenyanji. Nyinyi wa Taita mbona nimewaacha nyuma? Situombe msamaha baba. Mimi nitakuwa wa kwanza kuomba msamaha kwa sababu ya Wataita kwa baba. Si tumembwaga? Si tukubali? MCAs 4 peke yake. 5 elected. Alafu hakuna mbunge hata mmoja. Tulidanganywa. Aya. Baba, tusamehe. Siniombe msamaha kwanza. Baba, sisi Wataita tusamehe. Tunataka kurudi nyumbani kamili. Hatutadanganywa tena 2027. Sio ni sawa? Tutajipanga. Si tumejua makosa yalikuwa wapi? Wangu mmemwona hapa? Sauti nzito kama ya mama Mbeyu, si ndio? Sisi Wambale sauti zetu ni hizi. Mimi nashukuru nimekuja, ilikuwa na lazima nije niseme sisi tulidanganywa. Tulidanganywa na hii serikali SG. Nilisema jana kule Kwale. Akadanganya bodaboda. Kweli uongo? Akadanganya kuna mama mboga hapa. Mlidanganywa hamkudanganywa? Mchasikia Ruto saizi anataja mama mboga katika mikutano yake? Mchasikia Ruto saizi anataja bodaboda katika mikutano yake? Mchasikia Ruto anataja vijana? Wapi ile Hustler Fund? Mwaiona huku Taita? Ni muongo si muongo? Ashindwe katika jina la Yesu, si ndio? Kwanza alidanganya sana kwenda makanisa akiomba Mungu. Amedanganya kila mtu. Ati tunatozwa. Hata Shakahola pia na muhusu. Pia ambiwe, si ndio? Nilienda mimi na baba wakatunyima kule Shakahola. Baba asione makaburi. Kweli uongo? Niliteta sikuteta? Kwa nini wakakataza mimi mama lao wa Kilifi kuingia kule na baba? Ilikuwa ya wahusu. Paka leo kuna makaburi kule. Serikali imenyamaza tu. Sisi tumekuja tuwaambie murudi nyumbani kwa baba Raila Amolo Odinga. Mko ndani? Kama wewe ni wa baba Raila kama mimi, nyosha mkono pale huko. Asante sana. ODM. Mtarudi hamrudi? Mtarudi hamtarudi? Mtisimamisha kiongozi mmoja wa ODM kila wodi na constituency, hamtafanya hivyo? Si mtafanya hivyo? Hii Azimio baba,
Kweli sisi huku Taita ilitukanganya. Tukaweka sahi yule kiongozi strong wa ODM ndo atasimama kila constituency, atasimama ugavana, atasimama women rep. Hatutaweka watatu tushindwe tena, si ndio? Asante. Alafu women rep wa ODM ndani ya Taita ni Mbeyu Mwanyanje au si mimi ndo women rep wenu wa ODM? Mungu awabariki sana, tuonane kule Voi. Asante. Haya. Kina mama oye. Mumesikia women rep mwenye kubeba mfuko wa kina mama ni nani? Msinifuate. Haya. Tunafunga kitengo cha wabunge katika bunge la kitaifa. Mheshimiwa Pio Wandae. Aya, Taveta oye. Wapi jeshi la baba, jeshi la baba, jeshi la baba? Mimi kazi yangu leo ni kuwashukuru tu nyinyi madelegates wa Taveta kwa kusimama imara licha ya changamoto ambayo mmepitia. Sina maana hiyo, mjipigie makofi. Mnajua hii serikali ya Ruto imekuwa serikali ya ahadi. Ahadi baada ya hapa kaunti ya Taveta aliahidi kwamba hii national park, mnakumbuka? Ati revenue yote kutoka national park itagawiwa mara mbili. Itagawa mara mbili kati ya national government na county government. County government ya Taveta imepata hiyo pesa? Imepata? Si ni uongo? Alisema ati ataleta mambo ya mabadiliko au reforms ya mashamba. Amefanya? Ndio sababu kwa wakati huu yeye na chama chake wameanza kusambaratika. Jana alikuwa kule Meru, mahali naitwa Mkinduri, Tigania East. Wananchi wanamkimbiza kama swa. Kimbi. Kwa sababu wananchi wa Kenya wamechoka na Ruto na serikali yake. Nyinyi mmechoka au hamjachoka? Mmechoka au hamjachoka? Leo hii lazima tushukuru koti. La kwanza, koti imesema ile mpangilio ya kupeleka askari yetu kule Haiti sio halali. Koti imesema hiyo siku ya leo. Kwa hivyo Ruto aachane na askari yetu, afanye kazi yao ya kulinda wananchi wa Kenya. La pili, koti imesema ile mambo yake ya housing levy pia imeisha. Si namna hiyo? Sasa serikali ya Ruto waanze kufanya mipangilio. Hiyo pesa yote wamesanya kutoka kwa wananchi kwa wafanyikazi juu ya housing levy waregeshe, sio? Warudishe kwa wananchi na wafanyikazi wenyewe. Wangapi wanaunga hiyo mkono? Si namna hiyo? Sababu Ruto na serikali yake imeshindwa na kazi. Sisi kama wana ODM lazima tuanze kujitayarisha. Lazima tujitayarishe ili wakati wa uchaguzi ujao ukifika, hii kaunti ya Taveta iwe ODM 100%. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu abariki. Thank you very much. Haya. Wakati party leader anachukua break kidogo, Mama Mbeyo ananikumbusha kuna rafiki zetu wa PA ambao walingoa PA. Sasa wamerudi ndani ya ODM. Wako wapi hao vijana? Wako wapi? Haya. Njoo Bwana Nyundo, kuna vijana wa hapa Taita Taveta waliopukua PA, utujulishe kwao, watakuja kule mbele. Haya Bwana Nyundo, wewe mwenyewe ulijenga hilo PA na ukalibomoa, na hiyo leo Nyundo, waambie kwa dakika moja. Tutawavalisha kofia kule kwenye mkutano. Haya, dakika moja tafadhali niende kwa maseneta. Itifaki yote ikizingatiwa. ODM. Mimi kwa majina naitwa Nyundo. Nilikuwa kiongozi wa vijana katika chama cha ODM miaka ile. Alafu tukaja tukahadaiwa hapa katikati. Kama vile bwana gavana amesema angetaka pia awe party leader wa chama, si ndio? Mimi ni vile bwana gavana yuko, lakini ningemwambia pia sisi tulikuwa na azimio hizo ya kuambia wapwani kuwa tuunde chama chetu tuwe na party leader, kumbe zilikuwa ni stories za jaba. Mimi nimekuwa katika youth league ya chama cha PA. Nilitengeza kile chama, nilizunguka karibia nchi nzima kutengeza maofisi kila mahali.
na baada ya kutengeneza tukiwa kwa serikali, ile serikali ya Kenya Kwanza, ndio tunakuja gundua kumbe hatukuwa tunatengezea chama kwa manufaa ya pwani. Tulikuwa tunatengeneza kwa manufaa ya watu kadhaa binafsi. Ile youth league ambayo iko hapa, ningewaomba kitu kimoja. Sisi tumetoka kwa kile chama, tumekuja kwa chama cha ODM, nimerudi nyumbani. Kwa hivyo tunaomba delegates, kwa wale wageni ambao wanakuja, mwakaribishe kwa mikono miwili. Asanteni sana. Asante sana. Haya, baba amerudi sasa, nataka nimkaribishe seneta mwenzangu, seneta wenu wa Taita Taveta, Mheshimiwa Tones Waruma. ODM. ODM. Baba 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 Baba. Kwanza baba, nikushukuru kwa sababu juzi tulipokuwa tumempoteza chairman wetu Christopher Mchana, ulitusaidia, na nafikiri dada yetu Mheshimiwa Anisa amesema, ukatoa mchango na tukamzika mwenzetu ambaye ametumikia chama kwa miaka mingi. Mungu ailaze roho ya Mchana mahali pema pasawa. Na ukatumania Madam Christine ambaye ni vice chairman kutoka Nairobi, alikuwakilisha vilivyo. Ni mama ngangari sana. La pili ni kushukuru baba kwa kunipa fursa kutumikia chama nikiwa national vice chairman wa chama cha ODM. Asante sana kwa kunipa hiyo. Na la tatu, kwa upande wa shukurani, ni kushukuru kwa kumpa Commissioner Tairo nafasi ya kuwa commissioner wetu katika chama chetu cha ODM, na wakati tumedevolve pia bado uliona ni vyema kumbakisha kwa hicho chama. Asante sana baba. ODM, hatuko ODM kimakosa. Watu wengine tulianzana na chama cha ODM 2005 nikiwa mwalimu wa sekondari, nikifunza hesabu na fizikia, na nikiwa mwakilishi wa chama cha KNUT. Na tukatumikia, tukapiga chini katiba ya 2005 kwa sababu number 1 haikuwa na tume ya TSC, na number 2 hakukuwa katika ile katiba ugatuzi. Lakini 2010 tukiongozwa na wewe baba Raila Odinga, tukaleta ugatuzi na tukakubaliana kama Wataita na Wataveta na Wakenya kwamba tupitishe hii katiba. Asante kwa hilo. Taita Taveta, kura zetu vile umesikia SG akisema ni 180,000. Huwa tunaulizwa Wataita na Wataveta, mnaleta nini kwa meza ili tuwapatie maendeleo? Na kwa miaka 50 tangu kupata uhuru, maendeleo tumeona Taita Taveta ni Moi Hospital, Kenyatta High School, Taveta Hospital, West Hospital na barabara ya Voi mpaka Undanyi. Hakuna kingine. Yale maendeleo mengine yote tunaona yamekuja kwa sababu ya ugatuzi. Kwa hivyo tunashukuru, tabakia ODM kwa sababu kinara wetu wa ODM baba Raila Odinga ni baba wa ugatuzi, na amesema ya kwamba, nipigieni makofi kama unasikia kupiga makofi. Yeye katika ruwaza yake amesema anataka katika counties kuje 45% ya pesa za serikali. La pili niseme hivi ya kwamba kuna historical land injustices na marginalization ambayo iko katika ruwaza ya ODM. Taita Taveta tumeachwa nyuma kimaendeleo. Taita Taveta 62% iko kwa mbuga za wanyama, 25 ni ranches. Tunabakia na 8% ambayo ndo tunalima, 8% peke yake. Lakini katika hiyo 8%
kuna ekari 1400 hapa Voice Isol, kuna 36,000 acres kule Taveta Kichea Farm, kuna zingine zimechukuliwa kule na Mabonyenye. Kwa hivyo tumebakia na shamba kidogo sana ya kulima. Sasa baba anapigania hizo historical land injustices, na hakuna venye yule ambaye anatusaidia kuiba mashamba yetu tunaweza mkubalia aingie Taita Taveta na aongoze Taita Taveta. Kiongozi wetu ambaye tunamjua ni baba Raila Amolo Odinga. La tatu, hii serikali iliyoko ni serikali ya kutudanganya. Nafikiri ndugu yetu Opiyo Wandayi mheshimiwa amesema ya kwamba tulidanganywa wakati tumeletewa maombi ambayo mimi mwenyewe sikuenda. Kule Mwatunge nilisema sitaenda kwa sababu wakati president ameleta maombi watu wetu walikuwa wamekufa 75, wako kwa mochari, wako kwa fridge, bado hawajazikwa. Tungeenda maombi ya nini? Na nilikataa kuenda. Lakini walipokuja badala ya kufanya maombi waliendelea na campaign. Na wakasema ya kwamba Taita Taveta tutapata 50/50 kwa mgao wa Tsavo National Park. Mimi nilipoenda Nairobi niliuliza swali kwa kamati ya tourism, je, Taita Taveta tutapata shilingi ngapi? Aliyekuwa waziri wa tourism Penina Malonza akasema mtapata 0. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema wanakusanya pesa kidogo na wanayotumia kuendesha Tsavo ni nyingi zaidi. Lakini swala ni je, si mambo mnatumia pesa ngapi. Swala ni kwamba president amesema executive order tupate 50% yetu, ama namna gani? Kwa hivyo tunawaambia president ni muongo na bado tunangojea atupatie 50% yetu ya nini? Ya mgao wa Tsavo. Pia tumeshangaa. Alisema kwamba wakati wa campaign mambo ya mzima tu ni siasa ndogo tu, lakini procurement imefanywa, si ndio? Lakini wakati ameingia ameweka Biblia chini, mzima tu imeanza? Haijaanza. Kitu tumeona ni kwamba pipeline ya Kenya Pipeline line 1 ndio imetoa maji mzima through the back door, imeenda mpaka Mombasa. It is very indignifiing, it is very dehumanizing. Sisi hatuna maji na maji yametoka yameenda mpaka Mombasa. Sisi tunamwambia vile ilivyo. La mwisho kabisa, tubakie ODM na tuwache ile lugha ya kwamba tunapigia mtu hatupigii chama. Hiyo kitu ya kusema tupigie mtu inatuumiza. Nitakwambia ni kwa nini. Kule bungeni tumekuwa tunapigana na mswada wa kukataa housing levy. Wale watu walisema tupigie mtu, tukaona UDA Taita Taveta imeshinda. UDA ikienda kule Nairobi wanapiga kura namna gani? Wanapigia mswada ya kutukandamiza sisi. Sawa sawa. Wakati wa maandamano mimi na baba Raila Amolo Odinga na wengine kule Nairobi na SG wangu na wengine tulikuwa kwa maandamano. Wale wa vyama vingine walifanya namna gani? Walikuja kuramba miguu ya president, wakasema sisi hatutaenda maandamano. Mimi mheshimiwa Mzuga simama, mheshimiwa Anisa simama. Hawa watu watatu ndio tulisimama na baba Raila Amolo Odinga na tukafanya maandamano Taita Taveta. Kaini wacheni ni kuwa one man soldier, wengine viongozi wakimbie. Lakini 2027 naomba hata mtu wa independent msipige watu wa independent. Mtu wa independent ni kama popo, si ndege wala si mnyama. Kuna kura inapigwa kwa Council of Governors. Tukianzia hapo, wakati wewe uko independent na umeona inakufavor kwenda kwa Kenya Kwanza, unaenda kwa Kenya Kwanza. Sisi watu wa Azimio kama tuko na agenda yetu kwa Council of Governors tunakosa kura. Kwa hivyo nataka 2027 kuanzia gavana, ambayo hiyo najua tutaipata, inaingia ODM ama namna gani, mpaka women rep na wabunge 4 na ma MCA 20. Hebu nione kama tutafanya hiyo kazi.
Mimi nafikiri sitaendelea zaidi ya hapo. Tuendelee kusimama na ODM, twende nyanjani, tuuze hii lugha ya kwamba tunapiga ODM, tuachane na mambo ya kupigia mtu, eti tunapigia mtu. Tupigie chama pia. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Mpigie makofi huyu seneta wenu. Na mnajua mimi ni deputy whip pale Senate. Baba, wacha niseme hili mbele ya hawa watu wa Taita Taveta. Mulipata seneta. Nyinyi mulipata seneta. Wakati ambapo mambo yamechemka pale ndani ya Senate, mimi kuna wanaume huwa na hesabu. Na mmoja wa number 1 masoldiers wa baba Raila Amolo Odinga kusukuma agenda ya mwananchi ndani ya bunge la Senate ni huyu mwanaume Jones Mwaruma. Asante sana Senator. Baba, wa mwisho kabisa ni kiongozi wangu ndani ya bunge la Senate ambaye pia ni seneta wa Kilifi, Mheshimiwa Jaji mstaafu Stuart Mazayo, tunamuita mkoe huyu. Njoo. Asante. Asante ndugu yangu Sifuna. Ndugu zangu wa Taita, ODM. ODM. Mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Kitu cha kwanza ambacho nataka kuuliza ni kwa sababu gani watu wa Taita wenyewe hawapati ile share yao ndani ya hii forest yaitwa National Park? Kwa sababu tukiangalia katika nchi mzima tuko na Kajiado, tuko na Narok, tuko na Samburu. Katika hizo game reserves zote wale wamepewa waran hizo game reserves wenyewe waweze kujitetea, kujipatia mapato katika hizo serikali zao. Ni kwa nini nyinyi watu wa Taita mnabaguliwa? Huo ni uongo ambao nataka kuwaambia. Huo ni uongo ulioandikwa, ukachorwa vizuri, ukapambwa maneno, alafu mkaletewa nyinyi watu wa Taita Taveta. Mmekubaliana mambo kama hayo ya uongo? Tunasema ya kwamba ni lazima, na nimeweza kuongea na ndugu yangu Maruma hapa, na nikamwambia aangalie vile anaweza kuichora hiyo maneno, airegeshe ili tuweze kuijadilia ndani ya bunge la Senate. Cha pili, nataka kusema chakula cha serikali ni chakula cha kusaidia wananchi wa Kenya wakati wa shida. Lakini sio chakula cha kiegezo kama ndoana unavua samaki. Unawenda kupeleka chakula mahali fulani, alafu unawaambia tokeni ODM muingie pande hii ili nilete chakula kingi pande hii. Aibu kama hiyo. Kuna katibu mmoja wa kudumu ndani ya wizara ya usalama wa Kenya, anaitwa Raymond Omolo. Ana tabia mbaya, tabia mbovu, tabia ya ushenzi ndani ya Kenya. Huweza kuchukua chakula cha serikali na alafu kwenda kukigawanya huko Luo Nyanza, akisema ya kwamba watu watoke ODM waende katika hicho chama chake. Hicho sijui kinaitwa chama gani hiyo, kwisha namna hiyo. Kwa hiyo sisi tunakemea vikali ya kwamba hatutaruhusu pesa za serikali kutumiwa vibovu namna hiyo. Na akiendelea namna hiyo, sisi tutamjadili ndani ya bunge la Senate. Ya mwisho ndugu zangu, nataka kuambia tumekuja hapa tushirikiane sote. Tujue ya kwamba ndani ya ODM ndio ndani ya maisha yetu yaliyoko. Kwa sababu ODM iko na kiongozi thabiti, kiongozi anayejulikana katika ulimwengu mzima, baba yetu baba Raila Amolo Odinga. Kwa sababu sisi tuko na hiyo imani ya kwamba wakati tukiwa tunaenda 2027 yeye baba mwenyewe atasimama na ataweza kupigania kiti hicho, na ili aweze kuongoza afanye mambo yawe sawa sawa, sio kama vile alivyo ndani ya Kenya kwanza hivi sasa. Asanteni sana ndugu zangu. Asante sana kiongozi wangu. Haya, nataka tumkaribishe naibu wa gavana wa Kilifi County. Anamwakilisha gavana wake Mheshimiwa Gideon Mungaro. Kwa hivyo dada yetu Flora Chibule, karibu sana uzungumze na watu wako. Asante. ODM, muko tayari? Wadawida chapcha Banukaso. Nataka pia nitambue kwamba nimekuja na
kijana wetu ambaye ndio anasimamia vijana, salimia pale. Kilifi County yeye ndo anasimamia ODM vijana. Mimi tu niko hapa kuunga mkono nikisema jamani, kina mama tuamke, vijana tuamke, kina baba tuamke. Tumedanganyika kwa muda mrefu. Lazima safari hii tuchukue kile chetu. Tuna shujaa baba Raila Amolo Odinga. Ni shujaa si shujaa? Na baba akiwa shujaa, watoto ni shujaa ama si shujaa? Baba lazima afanane na watoto wake. DNA lazima iwe hivyo. Ama namna gani? Si lazima DNA iwe namna hiyo? Hapa ndani ya Taita Taveta tunataka nafasi za MCA, nafasi za wabunge, nafasi zile 3 ya governor, senator, women rep zirudi nyumbani. Na nyumbani si kwengine, ni kwa ODM. ODM tuko tayari na tunaweza. Na ninafurahishwa ya kwamba kama block ya Pwani tumetembea na tukasema safari hii lazima kieleweke. Tumetoa Kinawaramba, lakini safari hii wale wengine Kitawaramba hakiwarambi. Tumechoka, tumechoshwa, na lazima tusimame tuhakikishe safari hii hatutaki watu mguu huku mguu kule. Lazima tushikane, lazima tutoe viongozi na tuwapatie our 100% support. Na tukifanya hivyo, wanapwani hakika tukiungana sisi wote, baba Raila Amolo Odinga 2027, nani ndio atakayepeperesha bendera ya Kenya? Ni ODM, na msimamizi wetu itakuwa nani? Raila Amolo Odinga. Mungu abariki sana. Asante sana. Namuona gavana wangu yuko kwenye simu, kwa hivyo acha nifanye kitu kidogo hapa kabla malize. Kuna ndugu zetu wawili baba nataka wapokee hapa rasmi. Wawili tu wanataka wavalishwe kofia na bendera ya ODM. Wa kwanza anaitwa Wilson Mwangombe. Yuko wapi? Huyu amekigura chama cha Wiper, anasema anataka kuingia ODM, avalishwe baba kofia mwenyewe. Njoo hapa juu kwenye jukwaa, afuatiwe na ndugu yetu Bahati. Bahati yuko wapi? Anatoka chama cha UDA, anataka avalishwe kofia na baba. Njoo hapa juu. Karibu sana bwana Mwangombe. Unapokelewa rasmi na baba kuanzia leo. Wewe ni mwana ODM. Nije tuendelee. Asante sana. Wapi bwana Bahati? Ni mada Bahati. Haya, huyu anakuwa mkereketwa wa UDA, sasa anabatizwa. Dhambi zake zote ziondolewe na baba mwenyewe. Karibu sana kwenye chama cha ODM. Asante sana. Asante baba kukunistiri. Nataka kumkaribisha gavana wa Mombasa, kijana wetu Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif mwenyewe. Asante. Haya. Maeneo ya Taita. Sasa tukiingia hapa tunataka kusikia wadawida Oka. Kazi kama orchestra wajane asero na selie na mare na masanga mengi, wasichana warembo watoka kwetu kule Davida. Asero na selie na mare na masanga mengi, wasichana warembo watoka kwetu kule Davida. Badabda vele mokoha amrogu wa vele mabuka. Badabda vele mokoha amrogu wa vele masinda. Eko na bahati wa Davida, yaba ibigo kia baki Davida. Washiru na bashokwa na basero, ibadile misa show wapo changa.
Hamjambo tena. Mambo. Ningezungumza kidavida hapa, lakini huyu Edwin Sifuna ataona tunamsengenya. Kwa hivyo bora niongee Kiswahili tu, sio? Sasa mimi nataka kuambia kitu kimoja. Na nataka niongee haya munisikize kwa makini. Mimi nimezunguka na baba, sio wiki hii pekee. Hii wiki nzima tumekuwa pamoja, lakini kando na hapo miaka mingi. Then nikaona serikali wamezungumza juzi, wakasema badili ya nyinyi kuongea hivi na hivi, tupatieni njia mbadala. Na mkitaka kujua njia ambayo kwamba Kenya inafaa kwenda kisawasawa, msiende mbali. Kila ninapokwenda nitataja yale ambayo yalianzishwa na Raila na yale ambayo kwamba alikuwa ameweka mikakati yake. Hapa eneo hili uchumi uko chini. Mategemeo ni ukulima ikiwa mivua yataweza kukubali. Mategemeo ni madini, ambao madini yale wale ambao kwamba ni wenyeji wanapata kichache mno. Mategemeo ya huku ni mambo ambayo ile rasilimali Mwenyezi Mungu alotujalia huku, lao itaweza kuwafaa wenyeji wa huku, hapa watu watakuwa mbali sana. Sasa angalieni yale ambao ikiwa yatakuwa implemented, ikiwa yataweza kufanya, utakuwa hata kama huwezi kujua. Unajua, ukienda shule kuna wale ambao unakaa nao karibu, ikiwa wewe umekosea angalau kopi. Kama hamujui jinsi ya kuendesha, copy from the ideas of Raila Amolo Odinga. Katika mpangilio aliouweka Raila, maeneo haya yangelikuwa leo yako mbali, ikiwemo hapa Taveta na Moshi ni karibu. Tukiweza kufungua njia ya reli na barabara, mali kutoka Mombasa bandari na kuweza kufika maeneo haya ya Tanzania, hii mji ungelikuwa umeweza kupanuka, uchumi umeweza kuendelea. You take advantage of the current situation on how you will be able to empower the people that are there. Leo muko na boda, muko na watu, muko tena na watu ambao kwamba wamesifika ya kwa hawa ni watu wakiwa wanafanya kazi inachapika. Sasa kama hamuna idea yoyote, mwombeni Raila Amolo Odinga. Baba, sijui kama, kwa sababu nimesikia mwingine hapa anasema ya kwa anataka uweze kuchapisha ile historia yako. Mimi ningeomba kando na kuchapisha historia, tuchapishie ile blueprint, kwa sababu these are things that you put in place when you are the prime minister. Ulikuwa umeweka wazi. Mimi nawauliza nyinyi, boda ile ya Taveta na Moshi ingelikuwa imeweza kutengezwa barabara ikawekwa na reli kisawasawa, huu mji ungelikuwa mapato yake yako vipi?
katika yale aliyoweza kuyapigania Raila Amolo Odinga ni ugatuzi, na ugatuzi wa kisawasawa. The principles of ODM are based on the foundation that people need to benefit from the natural resources at which they are from, including mining. Leo sijui ni pesa ngapi, ikiwa iko pesa, I can confirm hakuna fedha imekuja katika kaunti hii for purposes of royalties and mining. We have a park. It is not an issue of anything else. Lakini iko sababu kwa nini Mwenyezi Mungu alijalia ardhi ya Davida chini kuna yale ambayo kwamba ni madini, juu kuna wanyama ambao kwamba hawapatikani katika maeneo mengine. Kuna sababu yake. Kuna sababu kwa nini Mungu alijalia ardhi hii ina chemichemi za maji ambao kwamba inaweza kunywisha na kuweza kuhakikisha ya kwa ardhi ya mimea, mifugo, sio ya hapa peke yake, lakini bali na kwenda mbali na mbali. Kuna sababu kwa nini Mwenyezi Mungu aliwajalia, na kuna sababu kwa nini Mungu amewajalia. Hapa mulimpigia kura baba without a doubt. Hapa baba, let us be realistic. Huku chini pengine kulikuwa, kwa lugha nyingine watu wanasema ni githeri, kwa lugha nyingine watu wanaita mseto, kwa lugha nyingine kule kwetu tunaziita, nadhani inaitwa nini, tangalizi, sio? Zile mbegu ambazo kwamba zimechanganywa zote. Lakini huku juu walikupigia with more than a simple majority. They gave you a lot of votes. 78% is not a joke, and I want to congratulate you. Na mimi nitaomba kaunti nyingine ziweze kuiga, kama vile nitaomba serikali ya Kenya Kwanza, if you have no idea on what needs to be done, when you see people, nisikizeni, and this applies to me and it applies to anyone in leadership. Ukiona watu chini wanalia, ukiona watu wanapiga fujo chini, understand that there's a problem. That problem is not fabricated. That problem is not artificial. Hakuna mtu ambaye kwamba anaweza kwa akili zake zozote kuanza kufabricate njaa. Njaa ni njaa. Kukosa ni kukosa. Kulia ni kulia. Chozi ni chozi. Kama vile nyinyi mkimwona baba sasa hivi mnatabasamu na kufurahi. Kuna wengine wakionekana watu wanalia. Jameni, niacheni nisiweze kuyamaliza yote. Tutayamaliza tukiwa katika uwanja. Asanteni sana na wapenda mno. Asante sana Your Excellency. Tunaenda kumaliza. Chairman wa Undanyi. Chairman wa Undanyi yako wapi? Na chairman wa Mwatate. Njooni hapa kwa tumalizane kwenye dirisha la SG. Nataka sasa nimkaribishe bwana deputy party leader wa chama chetu, aliyekuwa gavana wa Kakamega, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, ambaye atatukaribishia baba kimaliza. Jambo wote. Mlembe. Ya, najua Waluya wako hapa wengi. Sasa mimi mnajua mahali natoka. Mwenyewe kwa jina ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mimi ni deputy party leader wa ODM. Mimi pia nimekuwa gavana wa Kakamega County kwa miaka 10. Na sasa tunaendesha mambo ya chama.
Gavana wenu wa kwanza Engineer Mrutu alikuwa rafiki yangu sana. Nilikuja hapa kumtembelea. Samboja pia tumekuwa naye kwa Council of Governors. Lakini sijui alikuwa independent, sijui alikuwa wapi, unajua saa ngine. Sijui alikuwa wapi. Alikuwa kwa chama ingine. Haya. Saa hii tuna His Excellency Mwadime. Si ndio? Independent. Unajua, wacha nimshauri kidogo. Mimi nimekuwa kwa siasa miaka 25. Nimejionea mengi kwa mambo ya kisiasa. Yale mnafanya hapa hamwezi kuendelea. Hamwezi kuendelea. You will blame yourself forever. Kwa sababu if you elect someone in independent, now nyinyi mnapata hii nomination kutoka kwa chama. Independent mtapata nini? You know, you want to benefit from chama. Na nyinyi sasa tuna sababu ya sisi kuja hapa kusajili more members kuingia ODM. Ndio kwa sababu ODM iwe na wafuasi wengi, more members. Na tukiwa na wafuasi wengi tunaweza kujitegemea kama chama. We can go to the next general election alone. But if we don't have enough numbers, that's why we go for coalition. Na coalition hii ina mambo yake. Sangine inamua hapa chini. Mnaona inaleta candidate, chama iko kwa coalition inaleta candidate, hawa pia wana insist wanaleta candidate. Mnakawanya, hii ingine inachukulia katikati. Sometimes hiyo ndio shida inaleta hapa, inakuja hapa, inakuwa hapa. Ndio kwa sababu hampati MPs wa kutosha, hampaki MCS wa kutosha. Na ukiwa delegate kama uko hapa, paka uchue kazi yako. Tuko na wengine wanataka kuwa even mwenyekiti wa sub county wa branch, lakini tangu achakuliwe hata hajaita mkutano siku moja. Na wewe unajiita, hata hujaleta kamati yako kwa nyumbani yako kupika tu chai muongee mambo ya chama, lakini unajiita nani? Hapo unasaidia chama. Hata wewe delegate unajua structure zetu zinaanza kutoka mashinani kule kwa polling station. Hata kwa polling station amujuani kamati ile iko kwa polling station, amujuani kwa sababu mjakutana. To build a strong party, you must have committed officials from the grassroots to the top. Ni hapa muna senator wa ODM, muna MCS hapa. Kule kwangu ukiwa nominated MCA paka ufungue ofisi. Hiyo pesa unapata kwa sababu ya hii chama. Hapana kutembea mimi niko nominated. Mimi paka urudishe nini? Urudishe mkono by having a system in your ward. Kama una MCA wa ward kutoka hapo,
muone utashirikiana na huyo MCA kama yeye pia kwa ODM, mtashirikiana na yeye namna gani kuendesha mambo ya chama kwa ward. Ukiwa mbunge paka ufungue ofisi kwa constituency yako, na ile ya county inafunguliwa na national office. Hiyo ndio system tunataka. So nyinyi mkifanya chama iwe na nguvu, next election 2027 tunaweza kujaribu sisi kwenda kama ODM. Nimeonyesha wakati tulienda 207 kama ODM, tulipata wabunge wengi sana because we were chama kama ODM. Lakini tukiwa na mrengo, tukiwa na coalition, mambo inakuja mengi. Pili, ni ya mwisho. Mnajua, mmesikia mambo ya paa. Mmesikia mambo ya paa. Tukifika karibu na uchaguzi 206, 207, utaona watu wanakaa huku. Unajua sisi watu wa pwani paka tuwe na chama chetu. Tuwe na chama chetu cha kuongelea. Tuwe na chama chetu. Sipa ilikuja hapa, mtu mmoja Kingi ndiye amekuwa speaker. Ako mtu mwingine amepata kitu. Wacha nimuulize, hata ngojea 206 2026 ngojea, mtaona watu wanakuja humu. Unajua paka tuwe na chama chetu. Huyo mtu anajitafutia kazi yeye kama leader peke yake. Akienda huko atakula na familia yake peke yake. Wewe unapaki hapa. Ambie Kingi anakula na hapa, si alikuwa anasema hiyo ni chama ya pwani. Sasa anakula na nani? Ati chama ya nyumbani. Wacha nini na hiyo vitu. Hata ukiangalia ile demokrasia ambayo imekomaa kule Ulaya, tuna vyama viwili. America ni Republican na Democrat. Mbili. Ukienda Uingereza, Labour na Conservative. Ngapi? Mbili. Hakuna mtu anasimama huko independent. Utapata kura wapi? You are either in Republican or Democrat, au Conservative au Labour. Hakuna kitu kingine, kwa sababu hao wanajua hii vitu mboho. Region yangu iwe na chama. Sasa wewe ukiwa na chama unaweza kupata upresident, na mtu ule akona mali ni president, pana speaker. Speaker atakupa nini? So muangalie watu kama hao. Ndio mimi nasema nyinyi mkatalie kwa chama cha ODM, na mjue kuwa member na kuwa support, they are two different things. Member paka usajili kama kuwa mwanachama wa ODM, lakini supporter unaweza kuwa tu supporter. Kule kwangu hao watu wanajuana. Hata usiku ukienda kwa UDA nikiita mkutano, nitapata wamekutoa wamekuweka kule. Wenyewe wanajuana. Nikija nikauliza, nimeona fulana ako kule. Mheshimiwa achana na huyo. Juzi usiku alikuwa na UDA. Hatutaki watu wa matoatoa. Hatutaki watu wa matoatoa. Wenyewe na nyinyi muwe macho ya chama. If you are not committed to the party, we have no business with you. Wewe enda mahali unataka, tutakutania kule mbele. Si ndio? Asante. Karibu baba. Nasero naselie na mare na masanga mengi, wasichana warembo watoka kwetu kule Davida, wadada vele mokoha amrogu wa vele angeendelea sewe. Hello, angeendelea, lakini nataka kuambia hapa ndio nchi ya ile ambayo alikuwa anaitwa Fadhili William, sio
Sema ndio kwa Fadhili Williams. Ndio mwanamuziki ambaye alianza mambo ya muziki Kenya hii, sio? Simba mweka Fadhili Williams. Jamaa bado ana nini? Wacha kama yeye bado ana zuba. Tuendelee. Asante sana. Lakini hamjambo tena. Mimi na furaha kukutana na nyinyi tena. Tulisema tukifika hapa tupate nafasi kuongea na viongozi kabla tujaenda, na tuwapatie nafasi kwanza wanene wao wenyewe ndio waseme kwanza, ndio sisi tuseme yetu. Manake vile najua daktari ukienda kwake wewe ni mgonjwa, kichwa inaniuma, tumbo linaniuma, mimi nakojoa damu na harahara ovyo. Anakwambia wewe lala chini pale, sio? Alafu yeye anakuja na vifaa, sivyo? Kwanza anashika tumbo yako, ashike shingo yako, kisha lete ile nyingine ya kupima joto, nyingine weka hapa sikie kiherehere. Na unatembea. Baadaye amwambia wewe chukua hii kombe hii kwenda leta mkojo, nyingine kwenda leta mavi yako. Hata damu itolewe, ya kupime, nijue hii jamaa ana wagonjwa gani, kitu gani inamdhuru, ana malaria, ana ukimwi. Anaweza kuwa yeye anakupatia wewe kwinini, anakupa dawa ya malaria na wewe ni mtu wa ya nini, ili ya maradhi mengine, sio? Kwa hivyo sisi tulikuwa tunataka kupima, na tumepima joto sasa. Najua ile ambayo inadhuru Taita, Taveta. Hii mambo ya ati angalia mtu, hapana chama, hii ni ugonjwa. Si ni ugonjwa? Mpaka tutibu hiyo kitu ya kwamba uongozi yaweza kuwa mtu binafsi, nchi yaweza kutawaliwa na mtu binafsi. Ile modern democracy is based on multi-party. Katiba yetu inasema ati Kenya is a multi-party democracy. Nchi inaweza tu kutawaliwa na vyama. Maanake vyama ndio wanakuwa na sera kamili. Kuna ile ambayo anafuata sera ya kibepari, ingine anafuata sera ya kijamaa, ingine anafuata sera ya kiutu na kadhalika. Liberalism, socialism, social democracy, capitalism, yote ni mfumo ya kuendeleza utawala katika kwa nchi. Kwa hivyo mtu hawezi kuja kusema mimi nitakwenda kusimamia wewe, kupigania wewe. Yeye mpaka awe na sera yake ni nini? That's why sisi tuliwacha utawala wa chama kimoja, tukaleta uchaguo. Kila chama inakuja na sera yao, alafu wanauza hiyo sera. Mama kusema ati angalia mtu, wacha chama, hiyo nataka tutupe mbali.
tuweke kwenye kaburi la sahau. Tumeelewana vizuri? ODM iko na sera kamili, na vile vile Azimio iko na sera. Sasa naona wengine wanasema tu jamaa wanatembea wanaoza tu ODM, Azimio inasambaratika. Hapana, Azimio ni mseto. Wiper iko pale, Jubilee iko pale, tuko pale na DAP, tuko na vyama vingi ndani ya Azimio, na kila moja yako na sera yake kibinafsi. Lakini tunasema sisi ni kama tunaweza kusema ni uti. Kila moja kama yuko na nguvu ndio Azimio inakuwa na nguvu. A strong Wiper, a strong Jubilee, a strong ODM equal to a strong Azimio. Kwa hivyo kila chama mpaka imarishe mambo yake. Ndio sababu naona hii ziara tunafanya mara hii hatuongee mambo ya Azimio, tunaongea mambo ya ODM. Nataka ODM iwe na nguvu kuanzia kule mashinani mpaka juu. Kila baada ya miaka 5 tunafanya hiyo. Hiyo yuko ndani ya katiba yetu. Ati baada ya kila miaka 5 mpaka kiwe na uchaguzi kama ile ya kitaifa, tunaanza mashinani kule kwenye unit polling station, wanachaguana pale. Kutoka pale wanaenda kwenye ward, wanachaguana katika ward. Kutoka pale wanaenda kwenye sub county, yani constituency ni branch, wanachagua. Kutoka hapo wanakuja hapa juu sasa kwa county. Alafu sasa tutakuwa na delegate wanaenda kule kwa National Delegate Convention. Tunaelewana vizuri? Hiyo ndio tunataka. Hapa Taita Taveta tumekuwa na mpango mingi zaidi. Maana kwanza tulileta mambo ya ugatuzi. Wengi walikuwa wanapinga ugatuzi, walikuwa hawataki ugatuzi, walikuwa wanataka utawala ile ya Nairobi ya zamani, what is called unitary system of government. Hiyo ndio sababu ile jaribio ya kwanza ilisambaratika. Kwa ile mswada ambayo ilitoka Bomas draft ilikuwa inaleta mambo ya ugatuzi. Jamaa wale walikuwa hawataki, ndio wakaenda kule Kilifi wakabadilisha, na tukakataa. Kukaja ndizi na chungwa, na chungwa ikaanguza ndizi chini. Baadaye tukakuja sasa tukaleta ugatuzi, ni tukakubali. Unaona kulikuwa na nyekundu na green, sio? Hii mara nyingine sisi tulikuwa tunataka ugatuzi, manake tulijua ugatuzi italeta rasilimali karibu na wananchi. Angalieni tofauti ya hii mfumo ya sasa na ile ilikuwa wakati ile ya Nyayo. Wakati ile ulikuwa rais kule Nairobi, Mombasa iko PC, hapa Undanyi iko DC, alafu kuna divisions iko DO, alafu kuna chief na sub assistant chief na yule village ni mzee Lakini DC alikuwa hana pesa, anatunda kiraoni. Hata PC, hata chief. Ukienda kwa baraza pale ni kuja tu tuenda kutoa onyo kwa wazee. Tunasikia tu watu wengine wanauza changa pande hii, hatua kali itachukuliwa. Serikali inaangalia sana mambo ya usalama ya watu, lakini hakuna pesa. Sasa tukaleta gavana pale. Unaona kuna ofisi bado wanaleta ile inaitwa county commissioner. Hiyo county commissioner hana kazi, ataangalia mambo ya usalama, hana pesa. Pesa nataka itoke Nairobi vizuri ije hapa chini. Ubaya wa sasa ni kwamba serikali hii imekataa kuleta pesa kulingana na vile tuliweka katika
katiba. Unaona counties hawana pesa ya kutosha. Nimeongea na gavana hapa kwa ofisi yake kabla sijakuja hapa. Kuna shida. Na si hapa peke yake, hata Mombasa, hata Kilifi, kila mahali. Sasa kuna mpango ambao tulikuwa tumeweka. Hii Taita Taveta haitakani iwe ni county fukara. Maana hapa kuna rasilimali mingi zaidi. Kwanza hapa kuna madini. Hakuna county Kenya hii ambayo kuna madini mingi kama Taita Taveta. Hii county inasimama juu ya madini. Ni kama DRC. Na hili rare minerals ambayo wakati huu iko na thamani mingi zaidi. Na hii ilikuwa ikichimbwa hapa, 30% ibaki kwa county. Pili, kuna mbuga ya wanyama kubwa sana hapa. Inachukua eneo kubwa sana ya hii county ya Taita Taveta. Sasa kwa sababu gani hiyo tabu ambayo iko ndani ya Taita Taveta isiweke chini ya usimamizi ya county, serikali ya county ya Taita Taveta? Narok iliwekwa chini ya county ya Narok. Juzi Bwana Ruto alienda kule akasema Kajiado vile vile, Amboseli ameweka chini ya usimamizi ya serikali ya Kajiado. Kwa nini iwe inaenda kuweka? Iwe sheria, iko sheria ya kwamba hizi national parks ambazo ziko ndani ya county ziwe chini ya usimamizi ya serikali ya county. Na pesa ambayo inakuja pande ile, hiyo pesa ambayo inaingia kwenye hazina ya serikali ya county, sivyo? Sitoshe, maji iko hapa. Sensa analia ati hapa kuna maji. Na maji iko pale Mzima Springs. Inatoka pale na bomba inapeleka mpaka kule Mombasa. Na wakaji hapa hawana maji. Kulikuwa na Mzima 2 program ambayo ingekuwa imetekelezwa. Jamaa alikuwa anasema ati nimepata hazina kuna pesa. Hazina kuna pesa. Uhuru hajatoka. Kuzindo hili barabara ambayo inaitwa Bura, Muganga, Undanyi, Mbale, Mto Mwagodi. Sio? Si tulizindua pande ile. Sasa watu walikuwa wanataka mimi niende kule niangalia vile kazi imekwama. Niende niangalia mfanya kazi gani hiyo? Kazi bure sana. Na ujenzi. Na hiyo barabara ambayo mnaona hii, wakati nipanga hiyo, najua hii Voi ilikuwa na kesha Mwatate tu. Ilikuwa Voi Mwatate Undanyi. Na kule ndio DC alikuwa naishi. Mimi ndio nilitoa pale Mwatate kapeleka mpaka kule ni Taveta mpaka mpakani huko. Si mimi ndio nilifanya. Hamnikiona mimi nikiwa waziri mkuu nikipanda katika tingatinga pale. Hayangefanya kazi kwa hii reli. So alikuwa anafanya kazi kwa hii reli. Hiyo ndio mimi ndio niliambia Uhuru. Fufua barabara ya bandari ya Kisumu. Tukafufua. Sasa ikawa ndio hii reli kutoka Kisumu Nakuru mpaka Kisumu tukafufua. Ikatengenezwa. Ikaunganishwa na hii SGR. Pale Naivasha. Sasa mizigo inatoka Mombasa mpaka ilikuwa inafanya kazi. Lakini hii serikali inalala. Hata kama Uhuru angeendelea mbele ingekuwa sasa inaendelea. Hawa wanasema watu bado kutakuwa hakuna pesa. Ya mboga, tusiye jua kali, tusiye boda boda, hiyo yote ilikuwa ni takataka. Kama kunyamba kwa punda. Na mpango kamili kama ODM ambaye tunatekeleza. Ni sababu tunataka wananchi waingie ndani ya ODM. ODM ndio ngao ni uzo ya chama. The youth are the vanguard of the party. Lakini wamama ndio maua ya chama. Mama ndio wanarembesha chama. Ndio inakuwa maua ambayo inavuta nyuki. Nyuki ikija tunapata asali.
Sivyo? Mko tayari? Mko tayari? Na vijana je? Vijana mko tayari? Onyesha ati Taveta ndio wameshika namba 4, lakini tawapatia bendera. Wapi mwenyekiti wa Taveta akiaje hapa? Wapi mwenyekiti wa Taveta? Yeye anapata bendera ya shilingi 10,000. Inafuata sasa ni asante sana. Silver. Alafu sasa dhahabu, gold medal inaenda kwa undanyi kule mlimani. Undanyi napata 50,000 kutoka kwa party leader. Sasa asante sana. Asante, wekea baba. Wa malaika